Bwana Yesu asifiwe. Amen. Akasema hivi, sikilizeni. Nikitaka kuongea na Musa, naongea naye ana kwa ana. Lakini nyie wengine atawaletea ujumbe. Biblia inasema dunia ya wakati ule, Musa ndiye alikuwa mwanadamu mpole kuliko watu wote duniani. Na ndio maana siku Mungu alipotaka kuangamiza wana wa Israeli wote, abaki Musa na mke wake na watoto wake, kwa sababu alikuwa ni mpole. Akamwambia Mungu, sitakuelewa hata kidogo. Mungu anamwambia, sikia, na waua wote na kubakiza wewe na mke wako na watoto wako, nitakuinua uwe taifa. Musa akasema, hapana, haiwezekani. Jamani, ningekuwa mimi, baba fanya. Hey, si nimepewa ofa. Akagoma Musa. Akasema, watu watanielewaje? Na hata we Mungu watu watakuelewaje? Kwamba umetutoa kule Misri ili kuja kutulia hapa jangwani? Jamani, Mungu amekupa ofa kwamba sikuui wewe na waua wao. Nimeshachoka nao. Musa wakabishana na Mungu. Musa akasema haiwezekani. Mungu akasema basi sawa, nakuachia watu wako, endelea nao. Lakini ungeniruhusu mimi ningefanya kitu. Bwana Yesu asifiwe. Ukweli ningekuwa mimi watu wa Mungu, ningesema baba, oh haleluya, baba saa ngapi? Musa alikuwa ni mwanadamu pole. Sasa Biblia inasema hivi, katika kitabu cha Warumi 6:5. Warumi 6:5. Nasema hivi, kama inasema kwa maana kama mlivyounganika naye katika mfano wa mauti yake. Kwa maana kama mlivyounganika naye kwa mauti. Mauti gani? Mauti yake. Kwa mfano wa mauti yake, kadhalika mtaunganika kwa mfano wa kufufuka kwake. kadhalika mtaunganika kwa mfano wa kufufuka kwake. Ona, wanadamu tunapookoka huwa kuna kitu kinaitwa kufa. Kufa maana yake ni kutolewa ile giza la mauti ndani yangu. Linapoondolewa, ambalo hilo ndio huwa linanionyesha kwenye ulimwengu wa Mungu kwamba mimi nimekufa. Narudia kusema, mtu yeyote ambaye hajaokoka amekufa. Amekufa lakini anatembea. Mungu huwaona duniani watu wengi ni maiti, ila zina move, zinatembea. Akamwambia yule, waache wafu wazike wafu wao. Unawezaje kuwa hai? Unakuwa hai kwa sababu ya muunganiko na Kristo. Anapokuwa ametuokoa, mauti yake inatufanya sisi tuwe hai. Anatuvuta. Akisha ni kama jiko la moto. Ukiweka hii chupa na maji kwenye jiko la moto, haya maji hayatachemka. Kwa nini yanachemka? Ni kwa sababu nimeunganisha na moto. Muunganiko unasababisha haya maji yawe moto. Ukitoa kwenye muunganiko wa moto, maji yanaendelea kuwa moto. Sasa Kristo ni moto. Kristo ni uhai.
anapotuvuta, akishatuweka kwenye mwili wake, tunapata uhai. Ndio maana katika Yohana 15 anazungumzia habari ya mzabibu, ya kwamba ninyi ni matawi, mimi ndiye mzabibu. Sasa kwa sababu nyinyi ni matawi, mnaendelea kuwa hai mnapokuwa mmejiungamanisha na mzabibu, ila mkitolewa mnanyauka. Ndio maana unapookoka, wewe si mali yako tena. Uhai unakuwa sio mali yako tena. Biashara inakuwa sio mali yako tena. Ndoa inakuwa sio mali yako tena. Kila kitu kinakuwa sio mali yako tena, ila ni mali ya yeye aliyekuunganisha. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini tunaunganishwa kwa njia gani? Kwa njia ya mauti yake. Sasa yeye alikufa kwa ishara. Na kwa nini Kristo alikufa? Alikufa kwa sababu yeye ndiye mzaliwa wa kwanza wa Mungu. Viumbe vyote, mzaliwa wa kwanza ni yeye. Bwana Yesu asifiwe. Huwa nafikiriaga hivi Mungu sijui yuko wapi. Alafu Mungu sijui anaishi wapi. Na huyu Mungu alitokea wapi? Kwa mfano mtu akikuuliza Mungu alitokea wapi, unamjibuje? Hujui. Ni sawa sana anayekuuliza hivi kuku na yai, nani alitangulia? Alitangulia kuku. Kuku yeye anatokea kwenye yai. Yai lilitokea wapi? Ni mtu sasa nakuuliza, hivi Mungu alitokea wapi? Mungu alitokea wapi? Yaani ni kama hivi, ukiuliza swali kama hilo ni sawa sana wewe mwenyewe tu unajiuliza, wewe ulitokea wapi? Nilizaliwa. Ulizaliwa Kwa kuwa ulizaliwa ndio maana unauliza Mungu alitokea wapi. Usingezaliwa ungeuliza swali? Hakuna hilo swali kama ungekuwa haupo. Kwa hiyo kuna aliyekufanya wewe uwepo. Sasa sisi hatujui alitokea wapi. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Huwa sasa najaribu kufikiria Mungu, jinsi Mungu. Namfikiriaga tu Mungu. Kwamba Mungu huyu haya yote aliyafanya yote, yeye ameyatoa wapi? Mawingu ametoa wapi? Miti ametoa wapi? Jibu tu ni hivi, vyote vilitoka kwake. Basi. Na ndio maana Mungu hafananishwi na chochote. Ukitaka kumfananisha Mungu hata na mimi kidogo, kwa sababu Biblia imesema na tumfanye mtu kwa mfano. Unajua ni mfano. Ni mfano lakini sio halisi. Mwanadamu ni mfano ila sio halisi. Kwa sababu ukisema Mungu anafanana na mwanadamu, je, Mungu ni mwanaume? Ukisema ndio, mbona kuna wanawake na amesema ni mfano? Kwa Mungu ni mwanamke au Mungu ana jinsia mbili? Kwamba ni mwanaume, kwamba ni mwanamke? Si amesema tufanane? Na kama ni kufanana, kwa nini sasa asituumbe tufanane na yeye na jinsia mbili? Mungu huyo anafanana na nini? Inawezekana anafanana na ng'ombe. Kama anafanana na ng'ombe, lakini ukumbuke kuna nguruwe. Kwa hiyo inawezekana Mungu anafanana na nguruwe? Hapana, kuna pundamilia. Mungu ukisema anafanana na pundamilia, lakini kuna kuku, hafanani na chochote. Kwa nini? Hivi vyote tunavyoviona, nikiwemo na mimi, ni vitu ambavyo yeye amevifanya, ameviunda, akaviruhusu viwepo. Amina. Lakini si kwa sababu sasa ni yeye kwa asili.
ni mfano wake tu. Bwana Yesu asifiwe. Na huyo Mungu eti anasema mbinguni ndio kiti chake cha enzi na duniani ndio mahali anapokalisha miguu. Nikuulize, ili dunia limejaa miguu ya Mungu. Turudi sasa kwenye kitu kinaitwa kanisa. Kanisa sio hii ulimwengu wa roho. Tunaweza tukawa hapa